Kwa hivyo sisi tunaoketi mahali pale, kazi yetu ni kuwatia moyo waimbaji ili kwamba waone wanafanya kazi nzuri. Bwana asifiwe. Wakati ambapo wachezaji wanapokuwa kwenye uwanja, kile kinachowamotivate wacheze vizuri ni wale mashabiki. Haleluya. Na sisemi kwamba sisi ni mashabiki. Hapa sisi wote ni wahuduma katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo mahali unapoketi ujue kwamba licha kwamba mwimbaji anakuelekeza, wewe pia umekuja binafsi kumhudumie Bwana. Kwa hivyo ni changamoto kwetu kwamba kila wakati waimbaji wanapoimba tuwatie moyo. Maana wakati anapoimba anacheza na wewe umekaa umejikunja hapo, haumtii moyo. Kwa hivyo himizo langu ni kwamba tuwatie moyo. Wakati wanapopiga makofi, wewe piga zaidi. Wanaporuka ruka zaidi, ili kwamba aone kitu anachokifanya ni kitu kizuri na yeye atafanya bora zaidi. Haleluya. Asubuhi ya leo ninaokoka. Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa wasionijua naitwa Ruth Karanja. Bwana amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu kwangu. Nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya kuhani wa madhabahu haya kwa kunipa nafasi. Si jambo kawaida na sio rahisi kuaminiwa kupewa meza ambayo Baba huwa anakulia. Haleluya. Mara nyingi sisi watoto tulipokuwa tunakuwa tulikuwa tunajua mketi chini na mnakaa mnajifunza, lakini Baba ndiye anakaa katika kiti kwenye meza na lakini heshima ama ni tunuku huitwa kwa meza ambayo Baba anakulia. Kwa hivyo nataka kumheshimu Mungu kwa sababu ya mtumishi wake kwa kunipa nafasi hii na hata uongozi wote wa kanisa hili kunipa tunuku ili nikaweze kuwa chombo Bwana atakachokitumia kuleta ujumbe wake. Asubuhi ya leo nataka tujifunze andiko ambalo mara nyingi tumelisoma, tumelirudia, limehubiriwa na bado tutaisoma na bado tutaihubiri. Na Bwana tunaomba kwamba atapeana ufunuo mpya asubuhi ya leo ili ukaweze kupokea kile Mungu ameandaa kwa ajili yako. Nataka tusome katika kitabu cha Mathayo. Mathayo mlango wa 11 fungu ni 28. Ni andiko mara nyingi huwa tunatumia kwa ajili ya kuwahubiria wenye dhambi, lakini asubuhi ya leo Bwana Mungu analileta kwa njia tofauti. Matthew chapter 11 verses 8. Biblia inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Pitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni nyepesi. Tuombe. Takatifu Mungu wetu, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu unatupenda kiasi kwamba kila wakati tunaketi miguuni mwako na kujifunza kutoka kwako. Hata asubuhi ya leo umetuleta tena nyumbani mwako ili tukasikie kile ambacho umetuandalia. Asante kwa kila nafsi, kila moyo ulio mbele zako asubuhi ya leo. Tunaomba utupe roho wa ufunuo, utupe uelewa, hata ufahamu, kujua yale unayotuelekeza, kuyafahamu asubuhi ya leo. Mimi kama chombo najikabidhi mikononi mwako, yaondoe yaliyo yangu, nipe yaliyo yako, ili kwamba kila mmoja kubarikiwe na neno hili.
Ninakushukuru kwa sababu umetenda, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Asubuhi ya leo nataka tujifunze kuhusu ni nini hicho ambacho umebeba. What do you carry? Katika ufafanuzi kidogo ni kwamba kila mmoja wetu kuna kile Mungu aliweka ndani mwako. Umbali ambao utaenda unategemea kile ambacho umebeba. Kwa mfano, ikiwa wewe una njaa, hiyo njaa ndiyo itakayokusukuma kwenda kutafuta chakula. Na kama hauna njaa, hautakuwa na haja ya kwenda kutafuta chakula. Katika maeneo yote ya maisha, kile ambacho kitakachokusukuma ni haja na tamaa ya moyo wako, ndio utakao kukusongeza kupata kile ambacho unakitamani. Kwa mfano, kama wanafunzi, ili kupata kazi nzuri, ni lazima uweke bidii katika kusoma kwako, maana yale masomo ndiyo yatakayo kukusukuma kupata kile ambacho umetamani maishani. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi jana tulisikia kwamba kuna uchaguzi ya polisi, na sidhani kwamba kuna mtu ambaye ataenda kwenye uwanja kesho kama hana cheti, maana hicho cheti ndicho kitakuwa determining factor ya yeye kuajiriwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mmoja, kile ulicho nacho ndicho kitakacho kukusukuma kufikia ndoto yako. Na kama hauna chochote ndani mwako, inamaanisha kwamba maisha yako hayana matumaini. Kwa sababu Biblia inaposema kwamba mtu akikosa kuwa na maono atakosa kujizuia, kumaanisha kwamba msukumo wa maisha ya mtu ili kufikia maono yake ni lazima awe na mzigo moyoni mwake. Ninatamani nifanye hiki, ninatamani nifikie hapa, ili kwamba aweze kuweka bidii, mwisho wake akaweze kupata kile ambacho ametamani. Na hivi ndivyo pia ilivyo katika maisha yetu ya imani. Yesu alipokuwa duniani alitembea akihubiri, na katika kuwa kwake binadamu aliweza kuelewa matatizo na shida ambazo wanadamu wanazipitia, maana alikuwa mwanadamu. Yesu mara nyingi alikuwa anatumia vitu vya kawaida ili kuvidhihirisha vitu vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu alipokuwa anasema kwamba njooni kwangu mnaosumbuka na kulemewa, alijua kwamba katika ulimwengu kuna kusumbuka, na unaposumbuka kuna kiwango cha kufika mahali ambapo hauwezi kujisaidia. Na hapa ndipo alipofika akasema, njooni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito. Na hakusema mizigo tu, alisema mizigo mizito. Kila mmoja ana kiwango cha mzigo anaoubeba katika maisha, iwe maisha ya kazi, iwe maisha ya ndoa, iwe maisha ya masomo. Katika ulingo wowote ule wa maisha kuna mzigo ambayo kila mmoja ameubeba. Na hapa mwito wa Yesu ulikuwa kwamba yeye, kwa sababu alikuja ili kwamba mzigo wako uweze kutwaliwa, alikuja ili tukaweze kumtwika mizigo zetu, nasi tukaweze kuwa huru. Ijapokuwa mahali tumefika, wengi wamefika kutosheka, mizigo wamezibeba, lakini hawaoni kama ni mzigo tena, maana wamefika into a comfort zone. Bwana asifiwe. Mahali ambapo mtu anaona hii yangu ni kawaida. Wakati mwingi
Kwa sababu ya kutojua, mtu huanza kujilinganisha maisha yake na hali ya kwao. Na mfano huu unaweza kusema kwamba mimi nina mama nyumbani, na kila wakati anakiri kwamba nyanya yangu alikuwa na ugonjwa fulani, mama yangu alikuwa na ugonjwa fulani, na hata inapojitokeza kwake anasema hii ni ya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Inafikia mahali ambapo mtu anaanza kuona ile hali ikawa ni permanent, kwamba haitatolewa, kwa sababu amejua ilikuwa na nyanya yake, ikawa na mama yake, na sasa iko kwake. Anasema hii yetu ni ya ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu alikuja ili kwamba hizo mizigo ambazo tunaona kwamba ilibebwa na babu zetu, ikabebwa na wazazi wetu, na sasa imekuja juu yetu, na kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu, wazazi wetu waliishikilia na wakaishi nayo. Tofauti na wewe ambaye sasa umemjua Yesu. Hapa mwito Yesu alikuwa anawaita wale ambao walikutana na yeye, maana hangewaambia watu ambao hawajakutana na yeye. Haleluya! Ndio maana akawa anasema njooni kwangu. Na wakati Yesu alipokuwa anasema maneno haya, makutano yalikuwa yanasongamana yakimfuata, kiasi kwamba aliona ndani mwao kuna mizigo wamebeba. Na alipokuwa anatamka maneno haya, alitaka ili kwamba akaweze kuleta urahisi wa maisha kwa wale ambao walikuwa wamebebeshwa mizigo. Na mizigo hizi sio dhambi tu. Japo wakati Yesu alipokuwa anasema kwamba njooni kwangu, wengine wangechukua kwamba ni dhambi tu, lakini kila aina ya mzigo Yesu alikuja ili akaweze kuzitoa. Haleluya! Ndio maana Biblia inasema alifanyika laana ili sisi tubarikiwe. Alichukua masikitiko yetu na akachukua mateso yetu. Biblia inasema alipigwa ili sisi tupate kupona. Asubuhi ya leo nimekuja nikuulize, mzigo upi ambao wewe umeubeba? Ni mzigo upi ambao umekulemea, ambao umeona kwamba hii yangu haitawezekana, ambao unaona kwamba hii yangu imepita daktari, ambao umeona kwamba hii yangu imepita wataalamu ambao wanaweza kutatua matatizo ya ndoa yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Yesu alikuwa anasema kwamba njooni kwangu nyote. Hakusema baba, hakusema mama peke yake, hakusema kijana peke yake. Alisema njooni kwangu nyote mnaolemewa, mnaobeba mizigo, nami nitawapumzisha. Haleluya. Asubuhi ya leo, wakati ambapo nilikuwa nasoma andiko hili, nilitafakari, nikaangalia Yesu vile alikuwa anaangalia umati. Walikuwa wanakuja wengi, wakubwa kwa wadogo, maskini kwa tajiri, kumaanisha kwamba mizigo sio watu maskini peke yao ndio wamebeba, kwa sababu kuna kila aina ya mzigo ambao hata tajiri anaweza kuwa na fedha lakini amepungukiwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza kuwa na kila aina ya utajiri lakini ndoa yake ikakosa kuwa na suluhu. Na hizi ndizo mizigo ambazo Yesu alikuwa anasema leteni kwangu. Na alipokuwa anasema kwamba leteni kwangu, alisema jitieni nira yangu mkajifunze kutoka kwangu. Haleluya. Mara nyingi wakati ambapo tunakuja kwa Yesu tunakiri dhambi zetu, lakini jambo ambalo limekuwa mzigo na ambalo litatufanya tusiweze
kutwaliwa mizigo hizi zote ni kutochukua nira ya Yesu. Maana akasema nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Haleluya. Tunapofika mahali pa kuwa wanafunzi, kusikia kunakuwa rahisi, lakini kuweka katika matendo kila ambacho tumesikia ndiyo inayokuwa ngumu. Wakati ambapo Yesu alikuwa anafundisha maneno haya, kila mmoja alikuwa anaweza kusikia, lakini kile ambacho kitazalisha matunda kwa neno hili ni wakati ambapo mtu anachukua hatua na kutaka kujua Yesu alikuwa anasema nichukueje nira yake na mzigo wake ambao ni laini nitaupataje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wakati ambapo wewe umemwamini Yesu, unaweza fika mahali pa kuachilia mzigo, lakini kuchukua nira ya Yesu ndiyo kazi ngumu, kwa sababu nira ya Yesu ndiyo ina uzito kwa maisha ya kila muumini. Anasema ni laini, lakini unapoupokea ili izae matunda ndani yako ni lazima uchukue kwa uzito. Haleluya. Katika kifungu hicho cha 29 inasema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho kitatufanya sisi tuonekane tumechukua nira ya Yesu ni upole ndani yetu. Haleluya. Asubuhi tulipokuwa tunaelekezwa kwa maombi, tulikuwa tunaambiwa kwamba Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nimewatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, lakini iweni wapole kama njiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo Yesu alipokuwa anabatizwa, Roho Mtakatifu alikuja kwa mfano wa njiwa. Yamaanisha kwamba upole ambao tutaupokea kutoka kwa Yesu unatokana na Roho Mtakatifu. Haleluya. Maana Roho Mtakatifu yeye haji kwa kujisukuma, haji kwa kujilazimisha, anakuja kwa njia ya upole. Na anapokuwa ndani mwako, ile kiburi iliyokuwa ndani yako anautiisha. Haleluya. Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako, anakuja kuleta habari za Yesu, kwa sababu Yesu aliye ndani yako, tabia yake inapoanza kujidhihirisha ndani mwako, ni Roho Mtakatifu ndiye anayeziactivate tabia za Yesu ndani yako. Maana wewe mwenyewe hauwezi kuwa na tabia njema kwa sababu wewe una ubinadamu ndani yako. Na ndio sababu Yesu alipokuwa anabatizwa, Roho Mtakatifu aliposhuka juu yake, tabia ambayo Yesu alizidhihirisha hazikuwa tabia zake, zilikuwa ni tabia ambazo zilikuwa zinatoka kwa Baba yake. Maana Roho alishuka kutoka juu, akatua juu ya Yesu na akainstill tabia ya uungu ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na anapokuja ndani yetu pia Roho Mtakatifu, Biblia inasema katika Yohana Mtakatifu mlango wa 16 kwamba anapokuja juu yenu hata nena yaliyo yake, atayanena yale ambayo yanatoka kwa Baba. Haleluya. Kwa hivyo wakati ambapo sisi tumechukua nira ya Yesu, inamaanisha kwamba tabia ambazo tutaanza kuzidhihirisha hazitakuwa tabia zetu za kibinadamu. Tutaanza kuzidhihirisha tabia za Yesu Kristo mwenyewe. Maana akasema yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Haleluya.
kama kuna kitu ambacho kimetushinda sisi wa Kristo ni kuwa wapole. Maana kila wakati tunachokozwa, kila wakati tunanenewa kila aina ya maneno, lakini ili mtu awe na self control, maana it is the fruit of the Holy Spirit, inamgharimu Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio itatufanya tujulikane kama kweli tunambeba Yesu ama tunabeba tabia zetu za kibinadamu. Maana tukijifunza kutoka kwa Yesu, jambo ambalo litatusaidia katika mizigo tunazozibeba. Wacha tusome katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6 kifungu cha 25. Mtu ambaye ana tabia za Yesu anaweza kunyenyekea na kujua kwamba si yeye anayeishi, bali kuna yule ambaye anashughulika kwa sababu ya maisha yake. Mathayo mlango wa 6 kifungu cha 25. Biblia inasema, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tumekuja kwa Yesu na tumepumzishwa, ni maisha ambayo hautakuwa na kusumbuka, hautakuwa na kung'ang'ana, hautakuwa na kuangaika, kwa sababu unajua yule ambaye umekuja kwake na umeleta mizigo yako kwake. Yeye ndiye huyu anasema msisumbukie maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tuna yeye ambaye tumempa mizigo zetu, tumempa mafadhaiko yetu, tumempa shida zetu zote. Anasema usifadhaike. Ni hapo wakati ambapo utakuwa umechukua nira ya Yesu na ukajivalia na ukachukua mzigo wake ambaye ni laini, na hapa utakuwa unaishi maisha ambayo hofu haitakuwa sehemu yako. Maana katika maisha vitu ambavyo vinasumbua wanadamu, basic needs ambazo zinatufanya hata wengine wanaenda kuiba, wengine wanaanza kutamani, ni vitu ambavyo Yesu alisema yeye anaweza kupeana zaidi ya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Maana vitu ambavyo vinatusumbua mara nyingi kila kunapokucha, kitu cha kwanza mtu huwaza ni chakula. Cha pili anywe nini, na cha tatu avae nini. Na hivi ndivyo vitu ambayo Yesu alisema vinatupatia wasiwasi. Na wasiwasi unatokana wakati ambapo wewe haujajitwika nira ya Yesu. Haleluya. Wakati ambapo utatukua nira ya Yesu na uweke shingoni mwako, wewe hautakuwa unaamka asubuhi na moyo uanze kupiga damu, uanze kuwaza leo watoto watakula nini. Na ndipo hili nilipokuwa nalisoma nikakumbuka Karanjamu, namjua ni mtu wa imani. Bwana asifiwe. Na kila wakati akiuliza kitu mimi humwambia hakuna. Halafu ananiambia hiyo si lugha ya kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli vile Mungu tu anasema hapa, hivyo ndivyo anavyoniambia. Nikimwambia kwamba kitu fulani hakuna, anasema usiseme hakuna. Anasema wewe uniambie ni nini unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hana, yeye imani yake inamwambia kwamba inapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kitu ambacho kinatufanya sisi wa Kristo tukate tamaa, kila wakati tuwe na masumbuko ndani mwetu, ni kwamba tuna wasiwasi mwingi, a lot of anxiety. Bwana asifiwe. Na ndio sababu Yesu aliona wasiwasi katikati ya watu, na aliposema kwamba jitieni nira yangu, mchukue mzigo wangu ambao ni laini,
wakati huo alikuwa anachukua nafasi ndani yetu kushughulikia mahitaji yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo inatufanya sisi tuwe wajasiri hata wakati ambapo hatuna chochote, kwa sababu anasema kama vile anavyoweza kuvika miche ya kondeni. Haleluya! Anasema angalieni ndege wa angani, hawapandi, hawavuni, lakini wanakula na wanasaza. Haleluya! Kama kuna kitu ambacho tunahitaji kuchukua kwa Yesu ni kumwaminia. Haleluya! Ni kumwaminia katika hali zetu zote. Maana kwa kweli tukiangalia ndege wa angani, sijui kama mmewahi ona shamba ya ndege, lakini wewe unapanda mimea, yeye anakuja anakula, anakuja anakunywa, na anaenda juu ya mti na anaachilia kinyesi. Bwana sifiwe. Hata wakati mwingine anapuruka hewani na unaona amekudondoshea. Bwana sifiwe. Hapandi, havuni, hapalilii. Lakini sisi ambao tumechukuliwa mizigo zetu, tumeambiwa tusiwe na wasiwasi. Sisi ndio hao, kila asubuhi unaamka uko na stress. Sasa hivi wanafunzi wanajipanga waende shule. Utaanza kupanga itakuwaje. Nimekuja na habari kukuambia Yesu anasema usiwe na wasiwasi. Haleluya. Usiwe na wasiwasi, maana kama analisha ndege wa angani, kama wanakula wanakunywa, hawapandi hawavuni, je, wewe ambaye ni mwana wa Mungu? Haleluya. Na nikapata kujua kwamba Yesu anataka tumtwike hizi mizigo na tusizibebe tena. Jambo ambalo linatufanya sisi tunapungukiwa ni kwa sababu tunafika kumletea Yesu mzigo, tukitoka uweponi mwake tunarudi tena na tunabaki kuwa na wasiwasi, itakuwaje? Haleluya. Katika kitabu cha Petero wa kwanza mlango wa 5 kifungu cha 7, kujue Petero ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Alitembea na Yesu na aliona vile Yesu alivyokuwa anafanya miujiza. Na ninaamini hapa ndipo alipopata maneno haya ya kuandika. 1 Peter chapter 5 verse 7. Inasema, from verse 6 inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaha zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Bwana asifiwe. Anasema kwamba kile tunachohitaji ni kunyenyekea chini ya mkono ulio hodari wa Mungu. Haleluya. Mkono ulio hodari. Uhodari inamaanisha kwamba hautikiziki au hautikiziki, hautishi na chochote. Ndio maana Yesu akawa anaambia Yoshua kwamba uwe hodari, usitikizike, kwa sababu wewe ndiwe utakayewavusha wana wa Israeli na kuwaingisha katika nchi ya ahadi. Bwana asifiwe. Jambo ambalo linatufanya sisi tuwe wanyonge ni kwa sababu tukikosa uhodari ndani yetu tutaweza kuwa walegevu na wadhaifu, tusifikie kila ambacho Mungu ametupatia. Haleluya. Na hapa nasema kwamba tunyenyekee chini ya mkono ulio hodari wa Mungu, naye atatukweza kwa wakati wake. Na akasema tukimtwika fedhaha zetu zote. Haleluya. Hajasema moja. Na ndio sababu kila wakati unapopata mahali ambapo panasema zote, vyote, inamaanisha kwamba hakuna chembe ambacho kitaweza kusalia bila kushughulikiwa. Ndio maana Yesu alisema mizigo zenu zote. Haleluya. Na hapa Petero anasema kwamba
tukimtwika Mungu wetu fedhaha zetu zote, maana yeye kujishughulisha. Haleluya! Kumbe sisi tunang'ang'ana na maisha, na ili hali kuna mmoja ambaye amejitoa atubebee mizigo zetu, atushughulikie maisha ya watoto wetu, atushughulikie mashamba yetu, atushughulikie tukule nini, tunywe nini, atushughulikie tuvae nini, atushughulikie viwango ambavyo yeye Mungu anataka tuweze kufikia. Haleluya! Kwa hivyo asubuhi ya leo nimekuja nikuhimize kwamba uachane na kung'ang'ana kuwaza itakuwaje. It has been settled. Haleluya! Wakati Yesu aliposema Kalvari imekwisha, alisema kila kitu kimekwisha. Hakusema kwamba kuna lolote ambalo kimesalia. Maana aliposema tuje kwake, alijua kwamba mizigo zetu yeye anatosha kuzibeba. Hakusema ni mzigo wa shamba tu, alisema mzigo wa ndoa. Hakusema mzigo wa watoto tu, alisema mzigo wa kazi. Hakusema mzigo wa chakula tu, alisema mzigo wa fedha. Haleluya! Asubuhi ya leo sijui ni nini ambacho kinakufadhaisha. Sijui ni nini hicho ambacho kinakupatia wasiwasi. Sijui ni hali gani ambayo unaona kwamba haiwezekani. Nimekuja nikuambie, Yesu alisema njooni kwangu. Njooni kwangu nyote mnaosumbuka. Masumbuko yako asubuhi ya leo muelekezee Bwana. Mahangaiko ya watoto wako muachie Bwana. Tamanio la moyo wako asubuhi ya leo, Bwana alisema tumpe fedhaha zetu zote, maana yeye anajishughulisha. Haleluya! Tunalemewa ni kwa sababu tumejitwalia zingine, tukasema hizi ni zangu, hii ni ugonjwa wangu. Hawa watoto wamekuwa mzigo. Watoto Mungu alikupatia ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema watoto ni thawabu kutoka kwa Mungu. Na siamini kama Mungu anaweza kukupa thawabu na akaongeze machozi juu yake. Biblia inasema baraka za Mungu hutajirisha wala hazichangamani na huzuni. Haleluya! Kwa hiyo wakati Mungu anapotaka kukutendea, hakutendei nusu, anakutendea kwa ukamilifu. Haleluya! Sijui ni nini ambacho kinakupa wasiwasi asubuhi ya leo. Sijui ni hali gani ambayo unaona kwamba mimi nimefika mwisho. Sijui ni matatizo gani ambayo unaona kwamba haiwezi kutatuliwa. Tuna mmoja ambaye si mwanadamu. Tuna mmoja ambaye si msomi wa dunia. Tuna mmoja ambaye hana hekima ya ulimwengu. Tuna mmoja ambaye anapita akili na ufahamu wa wanadamu. Tuna mmoja ambaye ni daktari anayezidi madaktari duniani. Kuna mmoja ambaye ana tiba ambayo inazidi tiba ya wanadamu. Kuna magonjwa yameshinda wanadamu. Kuna hali ambayo wanadamu hawawezi kutatua. Lakini tuna mmoja ambaye alisema njooni kwangu nyote mnaosumbuka, na hakuna hali ambayo itamlemea. Haleluya! Nimekuja nikuambie, weka fedhaha zako kwa Yesu. Cast your burdens unto Jesus, for he cares. Cast your problems, cast your family, cast your children unto Jesus, for he cares. Haleluya! Asubuhi ya leo, labda una wasiwasi, mwaka utaanzaje? Mwaka tutamkabidhi kwa Bwana. Haleluya! Tuna wasiwasi ya uchumi ya Kenya. Sisi hatuko katika uchumi wa Ruto, tuko kwa uchumi wa mbinguni, kwa sababu fedha zetu na dhahabu hazitoki kwa mwanadamu. Fedha na dhahabu zina Mungu wetu. Haleluya! Maana alisema katika kitabu cha Hagai, fedha na dhahabu ni zake Mungu. Haleluya! Sijui ni hali gani ambayo inaweza kukutisha. Sijui ni mwanadamu gani anaweza kusimama na kusema wewe ni mtu bure. Je, unajua kwamba wewe umeumbwa kwa njia ya kupendeza na ya ajabu? Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu ambacho Mkristo anastahili kujivunia, ni kuwa na Yesu. Haleluya! Ni kuwa na Yesu. Ni kuwa na Yesu. Na ninafurahianga wimbo huu ambao huyu mwimbaji aliimba akasema,
Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Nikimpata nimepata vyote. Haleluya. Yesu anahitaji masumbuko yako umletee. Anahitaji fedheha zako zote umletee. Anahitaji kilio chako chote kimwelekee. Biblia inasema amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu, lakini amebarikiwa yeye anayemtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu inafika wakati ambapo ukiwa na changamoto ni vema kumwendea Mungu kwanza kabla haujamwendea mwanadamu, kwa sababu kwake Mungu kuna jawabu. Haleluya. Kwake Mungu kuna jawabu ya hali unayopitia. Kwake Mungu kuna suluhisho. Kwake Mungu kuna jibu, na tunajibu katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Wakati ambapo nilikuwa nikifundisha mahali hapa kuhusu neno la Mungu, neno la Mungu limebeba jibu ya kila swali, kwa sababu ni manual ya maisha ya Mkristo. Haleluya. Wakati ambapo unajisikia wewe ni mgonjwa, Biblia inasema alichubuliwa, alipigwa mijeledi ili sisi tupate kupona. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo hauna chakula, anasema yeye ni mkate wa uhai. Haleluya. Wakati ambapo umepungukiwa na imani, yeye ndiye chanzo cha imani. Haleluya. Kwa hivyo asubuhi ya leo nimekuja nikuambie ni hali gani hiyo ambayo unaona kwamba hii inamshinda Mungu. Ndio sababu nilisema kwamba tuimbe wimbo ambao unasema anaweza. Hakuna jambo asiloweza kufanya. Hakuna jambo. Haleluya. Napomalizia katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 kifungu cha 32. Warumi mlango wa 8 kifungu cha 32. Biblia inasema yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Mungu ambaye hakumshikilia mwana wake alimwachilia, na katika ule upendo ya kumwachilia mwana anasema atakosaje kutukirimia na mambo yote. Mambo yote. Bwana asifiwe. Na ndio sababu unapata kwamba Mungu kila anachokifanya anafanya kwa ukamilifu. Hafanyi nusu, hafanyi robo, hafanyi robo tatu, anafanya kwa ukamilifu. Anasema atawezaje kuwanyima? Atawezaje kukosa kuwakirimia? Bwana Yesu asifiwe. Atakosaje kama hakumshikilia mwana wake wa pekee? Ni nini hicho ambacho Mungu hawezi kukupatia? Ni nini hicho ambacho Mungu hawezi kukutendea? Ni matatizo gani ambayo Mungu hawezi kutatua? Ni maswali gani ambayo Mungu hana majibu kwa ajili yako? Ni hali gani, ni jina gani umepewa na wanadamu ambayo Mungu hawezi kubadilisha? Bwana Yesu asifiwe. Kama alibadilisha Paulo aliyekuwa anaitwa muuaji sugu, haleluya, muuaji, akambadilisha na akawa apostol, ni jina gani ambalo wanadamu wamekutwika? Haleluya. Ni jina gani ambalo umeitwa wewe na wanadamu ambalo Mungu hawezi kubadilisha? Kuna mama hapa katika Marko mlango wa 5 kifungu cha 25 huwa ananitia moyo sana.
mama huyu aliyekuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Biblia inasema aliteseka kwa mikono ya madaktari ama tabibu. Naamini alitembea kwa waganga akamaliza, akatembea kwa madaktari akamaliza. Lakini wakati aliposikia habari za Yesu, Biblia inasema yeye hakutaka kujua watasemaje kulingana na hali yake. Marko mlango wa 5 kifungu cha 25. Na hapa nataka nikutie moyo kwamba unahitaji tu kumwaminia Yesu. Haleluya. Katika hali zako, maana amesema ni nini hicho ambacho ataweza kushikilia. Biblia inasema kifungu cha 25, mlango wa 5 kifungu cha 25. Na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, usimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano wa nyuma, akaliguza vazi lake, maana alisema, nikiyaguza mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwili wake kwamba amepona msiba ule. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nilikuwa nakuuliza, ni jina gani ambalo umeitwa? Mama huyu hakujulikana jina lake, alijulikana mama aliyekuwa anatokwa na damu. Haleluya. Kuna jina umepewa. Labda kwako kiwango unamoishi, kuna vile majirani wamekujua, kuna vile unajulikana. Lakini jambo hapa ni kwamba kile ulicho nacho, uzito wa hali yako, itakusukuma kumfikia Yesu kwa kiwango gani. Haleluya. Maana nilipoanza nalisema kwamba uzito wa kile ulicho nacho ndicho kitakacho kukusukuma kufikia tamanio la moyo wako. Huyu mama alikuwa ameteseka mikononi mwa watabibu. Naweza amini kwamba kama ni waganga aliwamaliza wote katika kijiji chao. Kama ni madaktari waliokuwa wasomi aliwamaliza. Lakini hakuweza kupona. Biblia inasema hali yake ikawa mbaya kuliko vile ilivyoanza. Na aliposikia habari za Yesu, Biblia inasema alijiambia ndani mwake kwamba nitapenyeza katikati ya watu. Akajiambia kwamba mimi sitaki hata nionekane, sitaki nijulikane, lakini ninachotaka ni kwamba niweze tu kuguza pindo la Yesu nami nitapata kupona. Haleluya. Asubuhi ya leo, kila ambacho unahitaji watu wasikuone. Kila ambacho unahitaji mtu asikujue, lakini imani yako ijulikane na Yesu. Haleluya. Imani yako imkaribie Yesu. Maana imani ya mama huyu ilimfanya Yesu akaongea. Haleluya. Kuna imani ambayo inamfanya Mungu aamuke kwenye kiti cha enzi. Kilio ambacho unamwendea nayo Mungu ndiyo itakachomfanya Mungu kuinuka kwenye kiti cha enzi. Ni hali gani umechoka nayo? Ni matatizo gani ambayo unaona mimi hii hali hata nikiambia ndugu yangu hakuna kitu atanifanyia? Maana naamini yule mama alikuwa mtengwa na kila mmoja. Alikuwa amekataliwa. Katika nyakati zile, wamama ambao walikuwa wanatokwa damu hawakuwa wanaruhusiwa kukaa katikati ya watu. Na unaweza angalia hali ya yule mama, kutokwa damu kwa miaka 12. Huyu mama sidhani kama alikuwa anaweza hata kupata always. Bwana asifiwe. Huyu mama pesa zake zote alimalizia kwa waganga.
kwa sababu alitaka kupona. Hata nguo nzuri sidhani kama huyu mama alikuwa nayo, maana haja yake ilikuwa ni apone. Lakini jambo moja alijiambia ni kwamba mimi sitaki nijulikane, sitaki nionekane, lakini kile ninachohitaji niguze tu pindo la Yesu. Asubuhi ya leo nataka uguze pindo la Yesu. Asubuhi ya leo nataka hali ya watoto wako ikusongeshe kuguza pindo la Yesu. Hali ya maisha yako ikusongeshe kuguza pindo la Yesu. Maana akasema, njoo kwangu nayesumbuka, njoo kwangu liye na kilio, njoo kwangu liye na machozi, njoo kwangu liyeitwa majina, njoo kwangu wewe ambao umedharauliwa, njoo kwangu wewe uliyekataliwa, nami nitakupumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo imani yako ikusongeshe karibu na Yesu. Imani yako ikusongeshe karibu na Yesu. Matatizo yako, ndoa yako, ifanye ulie machozi mbele za Mungu. Maana haja ya Mungu ni kwamba uwe na amani. Ndio sababu alisema njoni kwangu, ili kwamba niwape nira yangu iliyo laini. Bwana Yesu haja yake ni kwamba uwe na amani. Masumbuko yako hayamfurahishi Mungu. Mahangaiko ya ndoa yako hayamfurahishi Mungu. Hata kama umetosheka, lakini Mungu hafurahishi nayo. Haleluya. Maana mpango wa Mungu ulikuwa kwamba wewe ukae kwa amani kwa ndoa yako. Haleluya. Mpango wa shetani ni kwamba ndoa yako isabaratike. Lakini kama haujachoka na shetani ambayo anakutesa, ambaye anakukosesha amani, endelea kutulia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama umechoka, hiyo hali ya kukuchokesha ikusongeshe karibu na Yesu. Asubuhi ya leo, sijui ni hali gani ambayo wewe umefika mwisho, kama huyu mama aliyekuwa anatokwa na damu. Sijui ni mzigo upi ambao umebeba. Asubuhi hii nataka umwelekezee Mungu macho yako. Mwambie, Bwana, nimekuja na mizigo yangu, ninaleta mbele zako. Bwana asifiwe. Na unapoleta mbele za Yesu, usifanane na wazee wa dini. Wakati tulipokuwa katika kanisa moja kule nyuma, tulipoanza kuenda kanisani, ilikuwa hauingii na fimbo kanisani. So wazee walikuwa wanakuja, wakifika mlangoni wanachukua fimbo, wanaweka hapo kando ya mlango na wanaingia ndani. Wanakuja, ibada ikiisha, wakitoka wanaenda wanachukua fimbo, wanaenda nayo. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo tunaweza kuwa tunakuja hata nasi mbele za Mungu. Tunakuja na mizigo yetu, tunasema tumemletea Yesu. Tukitoka nje tunarudi na hizo mizigo tena, na tunaendelea kutembea nazo juma nzima. Tena Jumapili ikifika tunarudi, tunakuja kwa Yesu, tunakuja na mizigo, lakini hatuziachilii kwa Yesu. Haleluya. Tunakuja tunajipresent mbele za Yesu, nimekuja. Unanyamaza na mzigo wako, ukitoka nje unaenda tena. Unasumbuka juma nzima, tena Jumapili ikifika nimekuja. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alisema tuchukue nira yake. Wewe kuja na mzigo, acha madhabahuni mwa Mungu na uchukue nira ya Yesu ambayo ni laini. Haleluya. Uchukue mzigo wake ambaye ni mwepesi. Jifunze kutoka kwake. Haleluya. Maana akasema yeye ni mnyenyekevu na mpole, na tunapomtwika anazichukua. Bwana asifiwe. Wacha tuwe tayari kupeana mizigo zetu asubuhi ya leo. Sijui ni mzigo gani umekuja nao, maana kila mmoja ana mzigo. Kuna mwenye hana amani, huo ni mzigo umebeba. Bwana asifiwe. Kuna wasiwasi ulio nayo kwa moyo wako, itakuwaje? Huo ni mzigo. Yesu anasema umtwike fedhaha zako, mtwike mzigo wako. Tunaposimama asubuhi ya leo, tunataka tumwambie Bwana, tumekuja. Nataka usimame kwa miguu yako. Mimi sijui ni mzigo gani umebeba asubuhi ya leo. Sijui ni hali gani ambayo umekuja nayo mbele za Mungu. Kwa sababu kuja kwetu kanisani
ni kwamba tunakuja na yale ambayo yametulemea. Tunakuja mbele za Mungu ambaye ana uwezo ya kutua mizigo zetu. Mpendwa, isiwe kwamba utakuja na urudi jinsi ulivyoingia. Haleluya. Kama ulikuwa unaumwa na kichwa, urudi na kichwa kiendelee kukuuma, ukajisahau kwamba ulikuja kwa mponyaji na ukarudi na ugonjwa wako kwa sababu haukupeana. Ni kama vile mgonjwa ameenda kwa daktari na akiulizwa na daktari anasema ninaumwa na kichwa, na kumbe ni tumbo, hata mgongo unamuuma. Daktari anampatia Panadol, na kama ni mgonjwa ambaye hata mruhusu daktari amguze na amshike ajue ni wapi anaumwa, atatoka na mgonjwa wake. Haleluya. Mara nyingi pia najifananishanga na daktari. Mtu akileta nguo anakuambia nataka ushone hapa, na wewe wakati unapoangalia ile nguo unapata imeraruka tena kwingine. Bwana sifiwe. Na mimi humuuliza, unataka nishone kila mahali imeraruka ama unataka nishone mahali imeraruka, mahali wewe umeona peke yake? Mimi humwambia ukiniruhusu nitashona kila mahali imeraruka. Lakini kama utataka nishone mahali ambapo unanionyesha peke yake, nitashona, lakini hata kesho utarudi. Na ile nguo labda ingeshonwa haingeraruka zaidi, lakini atakapoenda naye mahali ilikuwa imeraruka kidogo itararuka zaidi, na akirudisha kwangu nitaongeza gharama ya kushona. Bwana sifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo wewe unakuja mbele za Mungu, unaweza kuwa na shida kidogo. Hicho shida usipoiasilisha mbele za Mungu, utarudi na hiyo shida iongezeke, ambayo itagharimu kiwango kubwa cha imani yako ili upokee muujiza wako. Haleluya. Kwa hivyo asubuhi ya leo, sijui ni hali gani ambayo umekuja nayo mbele za Mungu, kwa sababu kila tunapokuja mbele za Mungu hatukuji bila kitu. Lazima tuwe na kitu ambacho tumebeba. Kuna hali ambayo inakusukuma, kuna hali ulimo ndani, mimi sijui, lakini Mungu anajua. Asubuhi ya leo mtwike Bwana fedheha zako. Haleluya. Petero akasema cast your burdens unto Jesus for he cares. He cares. Hata asubuhi ya leo anajua hata moyo wako, anajua hata hali unayopitia, lakini usipofungua moyo wako kumwambia ni hapa, yeye Mungu atakuangalia na utarudi, na hali yako itaendelea kukutesa. Haleluya. Kwa hiyo asubuhi leo tunataka tumwambie Bwana kwamba mimi nimekuja, hali yangu nimekuletea. Kama ni hali ya watoto wako, taja mbele za Mungu. Kama ni hali ya ndoa yako, itaje mbele za Mungu. Yeye Mungu anaweza. Haleluya. Yeye Mungu anaweza. Hakuna jambo asiloweza kutenda. Anasema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili, kwake hakuna kisichowezekana. Asubuhi ya leo tumwambie Bwana, tumekuja, utuonekanie. Haleluya. Usinipite Mwokozi,
unampendea Mungu asubuhi ya leo. Sijui ni kilio gani ulio nayo moyoni mwako. Mwambie Bwana, asubuhi ya leo nimekuja. Hali yangu ninakupatia. Hali yangu Bwana ninakutwika wewe. Matatizo yangu ninakutolea. Mwambie tu Bwana, asubuhi ya leo nimekuja. Bwana, hali yangu ninakutolea. Ninakutolea Bwana. Ninakutolea Bwana. Ninakutolea Bwana. Maana unanijua. Kilio cha moyo wangu Bwana waujua. Tamanio la moyo wangu waujua. Mwambie Bwana asubuhi ya leo hali yako. Mwambie Bwana, maana hata tayari anajua. Lakini anahitaji asikie sauti yako. Akasema niite nami nitakuitikia. Nitakuonyesha mambo makubwa usiyoyajua. Asubuhi ya leo kuna hali ambayo imekuweka chini. Kuna mafadhaiko katika moyo wako. Kuna wasiwasi katika moyo wako. Kuna kilio katika moyo wako. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, yeye anaweza kukutulia, anaweza kukujibu, anaweza kuchukua mzigo wako na kupe nira yake iliyo laini na mzigo wake ulio mwepesi, kwa sababu yeye ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana. Lord, you are able. You are able to do exceedingly, abundantly, above that which we can ask or even imagine. You are able to do. Unaweza kufanya zaidi. Hali zetu tunakutwika Bwana. Madhaifu yetu tunakutwika. Fedheha zetu tunakutwika. Wasiwasi wetu tunakupa Bwana. Ni kwa sababu wewe ni Mungu wote mwenye mwili. Ukasema kwako hakuna kisichowezekana. Asubuhi ya leo tunakuinulia macho yetu. Maana kwako ndiko msaada wetu unatoka. Bwana, uliyesema tuje kwako. Tumekuja asubuhi ya leo. Tunaleta matatizo yetu. Tunaleta madhaifu yetu. Miili yetu iliyo na unyonge Bwana tunakupatia. Katika jina la Yesu Kristo. Unaweza jina la Yesu. Wewe ni Mungu, neno lako limetuambia kwamba tuje kwako tunaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito. Kila mmoja wetu Bwana yuna mzigo moyoni mwake. Bwana, tunazileta zote mbele ya kiti chako cha rehema. Walio wagonjwa katikati yetu Bwana, wewe Mungu, mkono wako sio fupi, ukaunyoshe na ukawaguze, ukawainue na ukawaponye katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kuna wale walio na fedheha hata kwa sababu ya ndoa zao. Kuna wale wasio na amani mioyoni mwao. Kuna wale wasio na majibu ya maswali yao.
Baba, tunajipeana kwako asubuhi ya leo. Baba, neno lako linasema kwamba wewe ni Mungu ambaye unatupa nira yako iliyo laini. Asubuhi ya leo kila mzigo ukauondoe, kila hali ambayo imewabwaga watu wako chini, Bwana ukawaondolee na ukawape nira yako iliyo laini, ukapeane amani kwa asiye na amani, ukamponye huyo aliye mgonjwa, ukamuinue huyo aliye mnyonge na mdhaifu, ukatutie nguvu kwa sababu wewe ni nguvu zetu. Tunakubariki kwa sababu ya neno lako Bwana, lifuatilie katika maisha yetu, kalitimize, kwa sababu ukasema uko nyuma ya hili neno Jehova, ukasema halitakurudia bure, wacha likatimize makusudi ambalo ulilituma kwetu. Tunakushukuru kwa kila aliyesikia, wacha likakuze na kuinua kiwango cha imani, ili Bwana matamanio yetu ukaweze kuyashughulikia. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Na Mungu atubariki sana unapotumainia Bwana kwamba anashughulikia hali zako. Bwana Mungu atubariki sana.